anaizungusha ndani kule, kataa kule mlinda mlango, wanabaki salama. Ni penalty. Mlinda inaonekana mlinda mlango amecheza kwenye eneo lake ambalo sio. Tizama, Emmanuel Mrefu alinyanyua mpira hiyo hapo, akaenda hiyo hapo. Mwamuzi pengine alitafsiri kwamba amekwenda kumcheza, ndivyo sivyo. Kasim Mohamed, Emmanuel Mrefu akiwatanguliza Sauti Para Sports. Emmanuel Mrefu akifunga mabao mawili kwenye nusu fainali, na leo hii katika mchezo wa fainali akiweka kambani, wakiweka pozi pale namna hiyo, akifutwa mguu wake na akitandika shabaha ile. Tazama kwa penalty maridadi kule, aliufuata mlinda mlango, lakini kama nilivyokuambia alipiga eneo ambalo mkono wa mlinda mlango Ali Abdalla kule ambao haupo. Kwa hiyo kwa kawaida hadi kuupata mpira inakuwa ni kitendo kigumu kweli kweli. Ndivyo alikwenda kufanya Emmanuel Mrefu akiwatanguliza Sauti Para Sports. Hao ndio wadhamini. Haya, anapigwa chini chini huku, lakini kwenda kuokoa kule. Kasim unarejeshwa na nafasi, Alfan kataa kule, mejaa kambani, 1-1. Alfani Majani anawarejesha mchezoni. Alfani Athumani Majani namna hiyo, wakisherekea kwa namna yake, wakisawazisha bao, akiamsha hoi hoi mashabiki. Tizama namna ambavyo alikwenda kumalizia kwa kichwa. Alfan Athumani Majani. Ni 1-1, Sauti Para Sports 1. Ali Abdalla atakayefungwa hapa basi imekula kwake, lakini haya anakwenda kuondoka kwenye nafasi nyingine tena, kwenda kutengeneza huko nafasi, ndiyo weka ndani kule mbili. Alfani Majani yule Alfani Majani akiwafunga dakika za jioni kabisa, akiwapa bao la pili Ubungo Amputee, na bila shaka ndio unaweza kusema kwamba ndio ubingwa anakwenda kuwavua Sauti Para Sports. Akauchukua Shedrack Hebron akamwekea Alfani Majani, akakwamisha kwenye kamba. Tizama Hebron, Shedrack, assist, what a finish. Alfani Majani wakipotea, Sauti Para Sports wakivuliwa ubingwa, unaweza kusema namna hiyo. Dakika